Engineer Kaka Yusuf na Junior. Kali hiyo ni moto, hiyo ni moto sana. Huo ni mziki moja wapo ya miziki inayotengenezwa na mgeni wetu. Nataka tuko kwa ufupi tumkaribishe atuambie majina yake, ametokea wapi na kazi yake ni gani. Kumbuka hapa ni Hometown TV na tunasema Hometown TV hapa ni nyumbani. Hometown TV hapa ni nyumbani kwa mara ya pili. Karibu sana mgeni wetu. Nashukuru sana ndugu yangu, na wewe pia nikukaribishe kwa sababu umeingia katika maeneo yangu ya kazi pia. Nakushukuru sana. Majina yangu mimi naitwa Yusufu Mboke kutoka Tanzania. Lakini mimi sasa kazi yangu hapa hivi kama hivi unavyoona ni upishi. Yusuf ni jina yako ya kuzaliwa ama ni jina tu ya kubandikwa na watu ama jina yako ya usanii? Ni jina ambayo nilibandikwa na watu. Kwa ni jina yako kamili inaitwaje? Sasa ni Yusufu, sasa tukageuza badala kuniita kizungu Joseph, wakasema sasa si Joseph, ni Yusufu Kiswahili. Sasa nikabaki Mswahili. Hayo ndio poa. Na tukiangalia tu hata look yake ni noma sana. T-shirt shirt kama hii kama una 1500 kwa duka huwezi ipata. Huyu ni jamaa mmoja amejipanga sana. Tanzania mambo inakuaje? Kukoje huko? Kama kawaida ndugu yangu. Sisi tunaishi vizuri. Tunaendelea tu na habari zetu tu na mama yetu. Anaendelea kutusaidia tu, mambo yanaenda. Na zaidi ya yote pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia. Ndio hivyo. Anaitwa Mama Samia Suluhu na anafanya kazi sana Mama Samia Suluhu. Yusuf, nataka tu tuambie kuna watu bado hawajaelewa kazi yako inakuanga gani? Mimi kazi yangu kwa kweli nafanya kama muziki wote kama ni kuandika, naandika nyimbo, vitu vingi nafanya. So wewe ni music producer? Na hii shughuli yako ya kuwa producer ilianza lini? Ukiwa shule ama kipindi umemaliza shule? Mimi nimeanza muziki bwana nikiwa shuleni. Kwa kweli. Kuandika, kurekodi? Kurekodi. Nimeanza nikiwa shuleni. Kuimba pia nilianza kuimba kidogo lakini nikawa tu nikabaki kwenye uandishi sana. Naweza kuimba lakini pia nikaona bora niwaandikie wengine wafaulu. Nini kilikuvutia sana kufanya kazi hapa Tanzania, Kenya? Kilichonivutia sana kwa sababu nimekuwa na marafiki zangu wengi wa hapa wengi sana ambao pia wamenisapoti, tumekuwa na wao, wamenibeba, kunilea na nini vitu kama hivyo. Na ule urafiki na uaminifu pia kufanya kazi pamoja imesababisha kuweza kuendelea mpaka leo. Na una ubanguzi wa kurekodi ngoma ama kama ni gospel unafanya, kama ni bongo flavor unafanya? Ngoma zote mimi nafanya. Akija mtu anaimba bongo flavor nafanya, akija wa gospel nafanya. Wote. Hapa ni Hometown TV na leo tumebahatika tu kupata nafasi ya kufanya mazungumzo kidogo na rafiki yetu, producer wetu anaitwa Yusuf Mboke. So nataka kwa ufupi tu atuambie anapatikana wapi na kama anafungua tu njia ya watu kukuja kurekodi ama kuna wale baadhi ya watu wanafaa kuja kurekodi. Kiukweli kwa sasa hivi niko kwa miti ndipo nilipo, lakini pia mtu akitaka zaidi ni pengine labda wanaweza kuwasiliana na mimi, namba naweza kupatiana. Namba ya simu tutapeana. Kuna swali moja nilikuwa nimesahau, nilikuwa naomba tu nikuulize. Kule Tanzania umefanya kazi na wasanii kama, hata kama si wasanii, umefanya kazi na kanisa kama gani? Kwa kweli ni wengi, siwezi kuhesabu. Lakini ni wengi. Ni kwaya nyingi ambazo nimefanya recording zake. Kwa sababu kazi hizi nimeanza mimi nimeanza kazi za kurekodi kabisa kwenye kuzunguka na kwaya mwaka kama 2007. Ndio ulianza kuzunguka na kwaya. Kuzunguka na kwaya 2007. Hata kipindi nikija huko Nairobi 2007 bado nilikuwa naendelea na kazi hii ya kurekodi. Na ni studio kama gani kubwa umefanyia kazi Tanzania na hapa Kenya? Kwa hapa Kenya ni Msanii Music Group ambao pia tumekuwa pamoja na wao sana kwa muda mrefu sana. Na kwaya zingine si kujiunga na wao kuimba, lakini kwa Msanii Music Group nimefanya. Mtu akinitazama hapo bado ataniona. Na Tanzania ni kama studio gani umekuwa nazo before? Studio ni nyingi, sasa nashindwa hata kuzieleza kwa sababu majina sidhani kama unajua Tanzania tuna studio nyingi kama Njugu. Kama tu huko.
Asante sana. Tunaendelea tu kufanya mazungumzo kidogo na Mr. Yusuf Mboke. Ni producer mkubwa sana, ametokea nchini Tanzania ila yupo hapa Kenya kwa uchapaji kazi. Kiswahili ndio hivyo kinataka kutulenga, lakini mwisho wa siku tunasema ama tunashukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda. Nini cha utofauti umepata kuona hapa Kenya chenye kifanyiki pale Tanzania kwa wasanii maybe? Kwa wasanii wasanii tuseme utofauti wa huku na kule ni kidogo sana. Okay. Ni kidogo tu. Pengine uandishi, lakini vitu vingine kama ni kujituma, wasanii wa huku pia wanajituma sana kufanya kazi kabisa vizuri. Ishawahi tokea group venye umesema upo msanii music group, kuna watu, baadhi ya watu washaitokea wakataka kwa kusaini ufanye na wao kazi? Ndio. Wapo. Ati sasa unajua hiyo ni kazi nyingine ambayo ni ngumu kidogo, saini na kufanya hiyo kazi. Sasa unabaki tu na sehemu moja tu unatulia ili uweze kuweka mambo yako pia vizuri. Yeah. Ndio maana inasababisha pia wakati mwingine siwezi kusaini. Lakini hivyo tu. Hakuna mambo mengine zaidi hapo. Okay. Sababu tulishajishikisha ni umeshapata pa kufanya na unafanya. Haina haja tena kufanya kitu kingine. Okay. Kusainiwa au kufanya nini. Mimi ni producer, mimi ni mpishi. Sawa. Ingekuwa labda msanii ndio naanza kuimba hivyo, labda mtu anachukua anaenda kuniweka labda kwenye upande wake hapo ananisaini hapo, sawa. Lakini sasa kwa sababu mimi najitegemea hivyo tu, mtu akitaka kuandikiwa anaweza kuniambia pia. Kwa upande mwingine tumeuliza mambo yao kusainiwa. Maybe ushaiwaza ama kuwa na ndoto ya kukuja kusaini wasanii in future? Maybe ukishaweka mambo yako sawa, studio yako vizuri, ukuwe na hatua ya kusaini wasanii. Hilo wazo ninalo. Na ndio maana mimi nakwambia mimi ni mpishi. Kwa hiyo lazima nikipika kitu lazima nipate watu wa kukula hicho chakula. Okay. Kwa hiyo wale ambao mimi siwezi kufanya jambo peke yangu, lazima niwe na watu wa kuweza kufanya. Kwa hiyo kama kuna wasanii wale wanataka kuimba, mimi Mungu akishanibariki tu, tutafanya na wao kazi. Kabisa. Tawaandikia vizuri sana na kazi zitaenda tu vizuri. Anaitwa Yusuf Mboke, ni jamaa kutoka Tanzania, na tunashukuru sana kwa wakati wako umekuja, umekubali kukuwa na wakati na sisi. Swali ya mwisho tukimalizia, nilikuwa nataka tu kujua una mpango wa kurudi tena Tanzania ama umekuja Kenya rasmi ukawa hapa na mambo yanaenda vizuri, ama umeamua utakaa kidogo alafu tena urejee? Bwana wewe, kiukweli nyumbani ni nyumbani, mkataa kwao mtumwa. Okay. Kule ni nyumbani, lazima nitaenda nyumbani. Niongee na watu wa nyumbani. Hapa pia ni nyumbani kwa sababu ndugu zangu wako hapa, marafiki zangu kama wewe hivi. Kwa hiyo wewe pia ukija, ndugu yangu pia. Lakini kwetu ni kwetu tu, lazima nitaenda. Siwezi kusema kwamba nimehamia kabisa hapa. Anaitwa Yusuf na amesema studio yake iko pale kwa miti. Kwa miti na ni kama unatoka town unapita Kangundo Jogoo Road, una join Kangundo Road. Before ufike Saika kuna stage iko hapo inaitwa kwa miti. Na ningeomba tu tukienda kumalizia peane tu namba yake ya simu kwa ule msanii chipukizi ama msanii yuko pale ameshafika anataka maybe akuja afanye recording na Mr. Yusuf. Namba yako ya simu kama hautasikia ubaya kupeana, tunaweza kupea nafasi upeane. Hakuna tatizo. Namba yangu ya simu ni 0743 52 40 65. Yes. Ndio hiyo tu. Sijawahi badilisha namba. Swali la mwisho utani. Inasemekana kwamba Watanzania wengi kizungu hawako vizuri. Hii unaichukuliaje? Sababu hata si kutegemea hata namba kama hiyo utaje kwa lugha ya kizungu, sababu ukiuliza hata Mtanzania namba yake kwa saizi anakuambia 07 na vitu kama hizo. Inakuwaje kizungu kule iko hivyo ama umeanza kuibobea? Bwana, kwa kweli kwa sababu umesema utani, naweza kusema huo utani ulikuwa kitambo, kipindi cha nyuma. Lakini kwa sasa hivi kidogo watu wamesoma. Mwenyezi Mungu kajaje bana. Kingenge watu wanakizungumza kama kawaida. Kuna shida. Kingenge watu wanakizungumza. Ndio hivyo, tunashukuru sana kwa wakati wako bro. Mungu akubariki sana. Na maybe na neno la mwisho ushawishi wale wasanii wanaanza. Wale wasanii wanaanza kiukweli wasikate tamaa. Wapambane. Kuimba sio mchezo. Lazima mtu ajitume, awekeze kwenye kuimba. Asipopenda anategemea tu, unajua
kuimba tu ni kama kilimo bana. Unalima, usitegemee leo unapanda, leo uvune. Hiyo ndio pia shida ya waimbaji ambao wanaanza. Hajui kama mwenzake aliyeanza ameanza mwaka gani na mpaka amefikia hapo ametumia njia gani. Kwa hiyo ni kitu ambacho mtu anafaa awe na subira. Avute subira tu. Mwenyezi Mungu atajali. Yeah. Hapa ni Uptown TV. Tumeshukuru sana kwa wakati wako Mr. Yusuf. Na tuendelee kumsupport. Kama kuna Wakenya wengi sana wanasema mimi naweza penda kufanya ngoma yangu Tanzania. Sasa tumekukatia hiyo cost ya kwenda kurekodi Tanzania sababu tuna Mtanzania kwenye nyumba. Karibu sana pale hapa kwa miti tuweze kurekodi. Hapa ndo mimi najengea muziki yangu na iko vizuri. So nashukuru sana kwa wakati wako Mr. Yusuf. Hadi wakati mwingine. Mimi naitwa D Junior Classic.